Mzigo unaanza, kuna mshikaji wetu hapo anaitwa Ola. Sasa siku hiyo alikuwa anaenda kumtembelea mchumba wake, lakini wakati anafika kwenye sehemu ambayo mchumba wake anaishi, huyo mchumba wake ambaye anaitwa Bimbo akamuona akiwa anashushwa kwenye gari na mwanaume mwingine, na baada ya pale akaja kumuuliza hicho nini ambacho kilikuwa kinaendelea pale, mbona upokee simu zangu ujibu message alafu naona unashushwa na mwanaume mwingine kwenye gari? Dada akamwambia wewe hujachoka kwani? Mimi nimechoka na haya mahusiano, nimekaa na wewe miaka mitatu, hakuna chochote nilichopata zaidi ya maumivu tu. Mtu ni maskini, kila siku maisha yako yanaendelea kuwa magumu, alafu bado unamtaka mwanamke mzuri kama mimi. Jamaa akawa anasema please useme hivyo, akaambia ondoka, sitaki nikuone hapa. So jamaa akawa ameishiwa zake nguvu pale, ikabidi aondoke. Kampuni ya Viwanja Investment Limited inakuletea mradi mpya wa viwanja uliopo Bagamoyo Kiromo. Viwanja vinauzwa kwa mkopo wa miezi 20, vinapatikana katika eneo lililoendelea. Kuna nyumba za kisasa, huduma muhimu za kijamii pia zinapatikana. Viwanja viko kilomita 3 kutoka Bagamoyo Road, na square mita moja utaipata kwa shilingi 18,000 tu. Tembelea ofisi zao zilizopo Mwananyamala Komakoma, jengo la Janati Plaza, floor ya kwanza. Bila kusahau safari ya kutembelea site ni bure kabisa. Viwanja Investment Limited, miliki kiwanja chako sasa. Wakati mwingine tunakuja huku tunamuona huyo dada hapo anaitwa Kemi. Sasa huyo rafiki yake anaitwa Bambam, wenyewe hapo wanazungumza. Huyo Bambam akawa anamwambia huyo Kemi aliyevaa nguo nyeusi kwamba unaonaje, kuna jamani nilikuwa nazungumza naye akanambia kuwa amevutiwa sana na wewe. Akaambia kabla hujamaliza kuzungumza, mimi kwa sasa sitaki mahusiano. Wewe unajua wanaume walichonifanya. Huyo sister Kemi alikuwa kwenye mahusiano na mwanaume ambaye alimuumiza sana. Tangu wakati huo hataki kabisa kusikia chochote kuhusiana na wanaume. Sasa rafiki yake akawa anamwambia kwa hiyo utaolewa? Akaambia nitaolewa lakini baadaye sana, ipite kama miaka 10. Sasa baadaye akamwambia tuachane na hayo, tuzungumze kuhusu kazi. Niangalia kwenye group la kazini. Akaambia sijaangalia. Wamekupa transfer tena? Transfer tena ya nini? Akaambia ndio hivyo, wamesema inabidi uende Lagos, kama umetazama pale utaona. Sasa wakati mwingine tunamuona mshikaji wetu Ola akiwa hapo amekuja kwenye nyumba tena ya mchumba wake, lakini kwa siku hiyo akawa amekutana na rafiki yake mchumba wake. Akamwambia vipi, shoga yako yupo? Akaambia shoga yangu hayupo, kama unaweza msubiria, ametoka kidogo. Sasa wakati endelea kusubiria pale, inaingia hiyo gari ikiwa na huyo mshikaji anashuka, alafu baadaye anashusha huyo mchumba wake Ola. Sasa baada ya kushushwa pale, dada akawa mkisi mshikaji, baadaye akawa amejishawashawa akiwa mbele yake. Dada akamwaga jamaa, alafu akawa anaenda ndani. Mshikaji kanamuuliza nini kile ambacho kilikuwa kinatokea hapa? Akaambia unasema nini? Akaambia yani upata nguvu ya kumkisi mwanaume mwingine mbele yangu? Akaambia wewe kama nani? Mimi nimekwambia sikutaki, mbona uningangania? Unasema unitaki baada ya yote ambayo nimekufanyia? Hilo siwezi kulikubali. Yaani mimi na wewe lazima tukae pamoja. Akaambia sikutaki. Mshikaji akamvua wigi. Vurugu zikawa zimeendelea pale za kutosha, na baadaye sister akawa ameingia zake ndani, lakini akawa amempa maneno machafu sana mshikaji. Jamaa ameondoka na hasira, huwezi kulazimisha penzi. Wakati mwingine tunamuona mshikaji wetu Ola sasa, yeye kazi zake ilikuwa ni za kibarua. Huyo jamaa zamani walikuwa na maisha mazuri sana, familia yake ilikuwa ni kitajiri, lakini baada ya wazazi wake kufariki na dada yake kufariki, amejikuta akiishia kwenye maisha magumu. Sasa siku hiyo alikuwa kwenye harakati zake za vibarua, kuna hiyo gari hapo ikawa imesimama. Anashuka huyo mshikaji hapo, akamwita akamwambia Ola, nini kimekukuta? Mbona upo hapa? Nini kimekukuta kwenye maisha yako? Akamwambia maisha tu ndugu yangu, maisha yamebadilika. Akamwambia Ola. Sasa mshikaji alikuwa amefurahi sana. Huyo jamaa anaitwa Hayo. Akamwambia nige namba yako, zungumze vizuri. So akawa ameachiana namba pale, mbadilishana mawasiliano, na baada ya pale sasa mshikaji ikabidi amkaribishe huyo jamaa Ola nyumbani kwake, kwa sababu alikuwa na maisha magumu sana. So akamwambia jisikie upo nyumbani na kuanzia leo utaishi na mimi. So ikabidi wapige story wakati wanakula. Akamuuliza nini kimetokea, mbona maisha yako yamebadilika hivi? Alafu wakati upo chuo ulikuwa ni mwanafunzi ambaye ulikuwa na pesa sana, ulikuwa ukinipa misaada midogo midogo. Akamwambia nilipoteza baba, nikipoteza mama, nikapoteza familia kabisa, na mali zote zikawa zimepotea. Nikajikuta nafanya hizi kazi za ajabu ajabu, na mbaya zaidi sikuweza kumalizia hata ada chuoni kwa sababu sikuwa na pesa, hivyo hata cheti changu sikuweza kupata. Sasa baada ya pale, kesho yake asubuhi, jamaa akawa amekuja amemfuata hapo Ola, akamwambia kwamba nimezungumza na mmoja kati ya marafiki zangu, nikamweleza kuwa ni mwandishi mzuri sana, anaweza kuandika proposal, anaweza kuandika business plan. Akanambia kuwa yupo tayari kufanya kazi na wewe. Sasa jamaa baada ya kuambiwa vile, akawa amempigia magoti pale kama sehemu ya kumshukuru. Mshikaji akamwambia hapana, usinishukuru hivyo, kila kitu kipo sawa, wewe ni rafiki yangu, ndugu yangu kabisa, una haja kunishukuru kiasi hicho. Sasa baada ya pale wakawa wameachana. Jamaa akawa anafanya kazi za nyumbani, anapika pika kwa sababu yeye ndo alikuwa akishinda. Anafanya hivi ili kuonesha shukrani kwa mshikaji ambaye amempa hifadhi, lakini huyo jamaa Hayo akamwambia kwamba una haja ya kufanya hivi unavyofanya kwa sababu nina mtu ambaye anaweza kuja akafanya hivi vitu. Akaambia hapana bro, mimi nafanya kama sehemu ya shukrani, umenisaidia sana, nilikuwa naishi maisha magumu mno. Sasa baada ya muda tunamuona huyo dada hapo Kemi. Huyo jamaa alikuwa ni kaka yake. Sasa alikuwa amekuja kikazi Lagos, hivyo ikabidi aje kufikia kwenye mjengo wa brother yake. So ameingia hapo anashangaa. Baadaye tunamuona Ola naye akawa amesogea hapo, akamwambia huyu ni rafiki yangu anaitwa Ola. Ola, huyu ni dada yangu anaitwa Kemi. Akamwambia nimefurahi sana kukutana na wewe. Wakapiana mikono pale, kila kitu ikaishia pale. Shikaji ikabidi amsaidie dada kupeleka mabegi yake ndani. Sasa baada ya hapo akamwambia brother, mimi bwana nina njaa sana. Akamwambia una njaa? Chakula kipo. Alafu aliyepika ni yule mshikaji. Akamwambia yule jamaa anaweza kupika? Anaweza kupika balaa. Yaani ukijaribu chakula chake utamani kila siku akupikia. Akamwambia basi acha nikikijaribu. Baada ya
hapo akawa ameenda kula. Wakati anakula huyo Kemi akawa amekisifia sana chakula kwamba ni kizuri. Sijui kama kakaangu anaweza kupika chakula kama hiki, maana hata maji ya kuoga kuchemsha kwake ni changamoto. Sasa baada ya muda tunamuona huyo dada siku hiyo alikuwa anaenda zake kazini, lakini mshikaji wetu Ola alikuwa ameshaamka asubuhi na mapema. So alipomuona hapo akamwambia habari yako, akasalimiana vizuri. Baadaye jamaa akamwambia kuwa umependeza sana leo. Akamwambia asante. Kiasi fulani hivi jamaa alishavutiwa sana na uzuri wa dada. Yeye itakuwaje huko mbele? Sasa siku hiyo ikabidi huyo sister Kemi amfuate brother yake Ayo. Akamwambia kwamba brother, hivi ndugu yako mbona kila kazi anafanya yeye huko ndani? Nini kinaendelea? Akamwambia kwa kweli nilimwambia kuwa asifanye hizo kazi, lakini ameendelea kusisitiza. Sasa mimi sina namna kumzuia, namwacha tu aendelee kufanya hivyo mwenyewe. Sasa life huko ndani likawa linaendelea. Kuna siku kaka mtu alikuwa ameenda kazini Ayo. Sister alikuwa aendi kazini kuanzia Ijumaa, Jumamosi na Jumapili. Sasa amefika hapa akamwambia vipi? Salama, leo hujaenda kazini? Akamwambia kampuni yangu haifanyi kazi kuanzia Ijumaa mpaka Jumapili. Akamwambia oh basi sawa. Leo nimekuja nikusaidie kupika. Akamwambia unaweza kupika? Naweza kupika vizuri sana. Na nikipika unatamani kila siku nikupikie. So pale zikawa zinapigwa stories hapa na pale. Wakati mwingine hapo tunaona wapo zao sebuleni wanapiga zao popcorn huku na juisi, wanaangalia movie fulani hivi ya kutisha. Sasa dada akawa anaogopa pale. No jamani, wrong turn hiyo. Jamani movie inatisha. Akawa anacheka cheka pale. Sasa wakati movie inaendelea kutisha, dada akawa kama amemwinamia jamaa hiyo. Sasa ndo muda huo Ayo naye alikuwa anaingia. Akaona dada yake hapa kuna kitu kinaendelea, lakini akawa amemute. Baada ya kuingia ndani akawa amefikiria sana. Yaani huyu jamani nimemkaribisha nyumbani alafu tayari ameshaanza kutaka kunichukulia dada yangu. Mbona kama ana akili pungufu huyu? Sasa wakati mwingine tunamwona huyo sister kama amemfuata mshikaji hapa akamwambia kwamba nina kazi nataka unisaidie. Nimesikia kwamba wewe ni bingwa sana kuandika maproposal na kila kitu. Kwa nimefanya proposal fulani hivi. Naomba kama unaweza kuifanyia proofreading, yani kupitisha jicho kama ipo sawa, basi nitashukuru sana. Mshikaji akaambia usijali hakuna shida. Sasa wakati anatoka hapo, brother yake naye ndo alikuwa amekutana naye. Wakawa wametazamana, sister akawa ameondoka zake. Brother akawa ameona kabisa hapa kuna kitu kinaendelea. Sasa siku hiyo tunamuona yule Kemi amekuja hapo sebuleni. Akawa amesema kwa jamani natoka naenda sokoni. Mshikaji Ola akasema naweza nikakusindikiza? Akamwambia naona unafanya kazi hapo, kwa sihitaji kukusumbua. Akamwambia hapana, kazi nishamaliza. Acha nikachukua shati langu niweze kukusindikiza. Sasa mshikaji huyo hayo akawa ametazama tu. Anaona dada yake hapo kuna kitu kinaendelea ambacho yeye mwenyewe hakielewi. Sasa wakati mwingine walikuwa hapo kwenye meza ya chakula wanakula. Sasa mshikaji wakati anaendelea hapo kula, kama amesogeza mguu akaugusa mguu wa dada. Baada ya kugusa mguu wa dada akawa amemtazama hiyo. Mshikaji akasema samahani. Sasa baadaye dada akarudisha miguu ya mshikaji. So alikuwa ameshaanza kufling. Yaani mapenzi yameshaanza. Japo hakuna ambaye amwambia mwenzake. Kuna siku hiyo mshikaji hayo akamwambia jamaa kwamba bwana nimeigiza gari jipya. Kwa hiyo ile gari ambayo unaitumia baada ya gari jipya kuwa imefika utaanza kuitumia wewe. Jamaa akawa ameshukuru pale na kumshika miguu kama sehemu ya shukrani. Akamwambia usijali bwana, hakuna shida. Sasa hapo baada ya kupata gari tu, dada alikuwa anaenda kazini. Huyo mshikaji Ola akamwambia naomba nikusaidie nikupeleke kazini. Akamwambia hakuna haja, kuna basi ya kazini inakuja kutuchukua. Akamwambia hapana, mimi nataka nikupeleke. Naomba nikubalie ombi langu. Dada hakuwa na namna. Akasema basi sawa, acha nipige simu niwaambie kuwa wasinisubirie. Huyo sister akapanda gari ya mshikaji. Baadaye tunaona wapo njiani. Sasa wakati wapo njiani, mshikaji akawa anamtazama sana huyo sister Kemi. Sister akamuuliza mbona nitazama sana? Akamwambia ni basi tu, siwezi kutoa macho yangu kwenye sura yako, umeumbika sana. Dada akasema akamwambia unaguna nini? Akamwambia naguna wanaume ni mbwa sana nyinyi. Akamwambia kwa nini unasema hivyo? Akamwambia basi tu. Jamaa akamwambia inaonekana ulipata experience mbaya sana na wanaume ndio maana utamani hata kutuona. Akamwambia nimepata hivyo. Basi kama unaweza kushare zungumza na mimi. Sister akasema siwezi kushare kwa sasa, lakini wakati mwingine nitakwambia kila kitu. So siku hiyo akawa ameitana hapo chumbani hapo. Mshikaji amekuja kwenye chumba cha dada, akawa anasimuliwa story. So dada akamsimulia kwamba alikuwa na mwanaume ambaye alimpa kila kitu unachokijua wewe. Sifikirie vitu vingine jamani. Kila kitu alimpa lakini sio vitu vyote. So lakini mshikaji akaishia tu kumuumiza moyo wake. Na ili heartbreak ilikuwa ni kubwa sana kiasi cha kumfanya huyo dada alazwe hospitali. Ilikuwa ni nusu ajiondoe hai kutokana na hicho ambacho alifanyiwa na huyo mshikaji. So jamaa akaenda pale akamprize, akamwambia usijali, it was a past. Bado kuna wanaume wazuri sana ambao wanaweza kukupenda, kuheshimu na kukujali, wakakusahaulisha kabisa maumivu ambao uliwahi kuyapata huko nyuma. Sister alikuwa anasimulia kwa machozi yanamtoka. Baada ya hapo maisha yakawa yanaendelea. Kuna siku alikuwa sebleni. Huyo dada Kemi pamoja na mshikaji wetu Ola. Sasa Ola kama mwangalia dada baada ya stories hapa na pale, akamwambia kuwa sijui nisemaje, lakini moyo wangu unanisukuma sana kusema hichi kitu. Kweli nakupenda sana Kemi. Nakupenda kwa muda mrefu. Nimeshinda kujizuia kueleza hisia zangu. Inabidi nikwambie ukweli. Dada akawa amemtazama tu hajampa jibu lolote. Wakati mwingine tunamuona yule demu Bimbo ambaye alikuwa ni demu wa mshikaji wetu Ola. Amerudi nyumbani akiwa amepigwa na kuchakazwa vibaya. Huyo rafiki yake akamwambia nini kimetokea? Akamwambia amenipiga, nimemkuta akiwa na cheat. Nimeenda nyumbani kwake bila taarifa nikamkuta akiwa na mwanamke mwingine. Akanipiga sana, akaniambia kuwa ningetoa taarifa kabla ya kwenda. Rafiki yake akamwambia nilikuonya sana. Huyu mwanaume ana pesa lakini itakuwa na wanawake wengi, lakini ukutaka kunisikia. Akamwambia ndio hivyo jamani, na mimi nimechoka, amenipiga sana. So sister akawa amelia sana vya kutosha pale. Sasa wakati mwingine tunamuona sister yetu hapo Kemi akiwa kitandani, lakini akawa anakumbuka yale maneno ambayo aliambiwa na mshikaji. Akawa anatabasamu. Unaona hata yeye alikuwa akimpenda sana Ola. Ila sijui kama alimpa jibu lake pale pale au ilikuwaje. Tuendelee kutazama movie tujue nini kitaendelea. Sasa baada ya mshikaji kuwa ameeleza hisia zake kwa huyo dada, tunaona Kemi sasa akawa amempa cold
shoda, yaani amemchunia kabisa, hataki kuzungumza naye. Siku hiyo yupo hapo amekuja kuangalia maji kwenye friji yakawa amedondoka, ameokota pale. Mshikaji amesogea na muulize, vipi, upo sawa, mbona upo hivyo? Dada hakujibu chochote, akaa tu ameondoka zake. Hali hiyo ikawa inaendelea. Kuna siku anatoka hapo anaenda kazini akiwa na kaka yake huyo Kemi. Wamefika hapo, dada akawa hajasalimia, ikabidi mshikaji asalimie yeye, good morning. Dada naye akasema good morning, alafu akaondoka. Sasa bro akawa amenotice kitu, kwa sababu hao wawili walikuwa karibu sana. Ghafla tu ule ukaribu ukawa umepungua, hajui nini kinaendelea. Sasa huko amekuja huyo Kemi anazungumza na rafiki yake, akamwambia nini kinaendelea, mbona upo hivyo? Akamwambia yule jamaa amenipropose, alafu sijui sasa nisemaje, ameniambia kuwa ananipenda, hata mimi nampenda pia, ila naogopa, sijui kama itakuwa ni sawa kuingia kwenye mahusiano kwa sasa. Akamwambia hamna, kama unampenda mwambie unampenda, mkubalie, achana nayo mambo ya kusema sijui ujui, yani yale ilishatokea. Ex wako ni ile ex wako tu, sijui ukaangalia wanaume wote kama ex wako. Akamwambia sijui hata nitafanyaje, lakini uhalisia moyo wangu ni mzito sana, nimekuwa nikisita sana. Sasa baada ya pale, unaona huyo mshikaji ikabidi siku hiyo aje mpaka ofisini kwa dada, amepaki gari nje. Unaona amekuja huyo dada hapa, akamwambia fuata nini hapa? Akamwambia nimekuja kukuchukua kupeleka nyumbani, lakini sijakwambia kuwa uje hapa. Akamwambia Kemi please, kwa nini nimekuwa hivyo au kwa sababu ya kile ambacho nilizungumza siku ile? Akamwambia naogopa. Akamuuliza unaogopa nini? Akamwambia naogopa kuingia kwenye mahusiano, wanaume nyinyi mlinifanya kitu kibaya sana. Akamwambia kwa hiyo unaniogopa na mimi? Akamwambia hapana, sijui kama wewe ni mzuri au mbaya, naogopa sana. Mshikaji akamwambia hapana, usiogope, na kuahidi kuwa sitofanya chochote, sitakuumiza kabisa, sitaumiza moyo wako. Sasa baada ya pale dada akamwambia are you sure, una uhakika? Akamwambia ndio nina uhakika. Dada akampa mkono mshikaji, kaja kuchukua mkono wa dada, kapeleka kwenda kumfungulia mlango wa abiria kule ili amuendeshe kwenye gari lake. Dereva ni mwenyewe siku hii ya leo. Sasa baada ya pale tunaona siku hiyo hapo nyumbani hapo wakawa wamezungumza wametazamana, na mwisho wa siku mshikaji akawa amemsogelea dada na wakapata zao juisi ya miwa. Sasa wakati ndio lile linaendelea, tunamuona hayo wakiwa wanarudi nyumbani, so akawa amewakuta pale wakiwa wanafanya hicho kitu, akawa ameshtuka sana, akasema what, nini kinaendelea hapa, nini mnafanya? Mshikaji ikabidi achukue dada yake aje kuzungumza naye, akamwambia nini pale ulikuwa unafanya wewe hujui kabisa ulikuwa karibu hivi ufe, alafu bado hata mwaka mmoja hujapita tayari ushaingia kwenye mahusiano na mwanaume mwingine. Akamwambia hapana, mimi nampenda na yeye ananipenda, tunapendana, yule hawezi kunifanyia hivyo ambavyo nilifanywa na ex wangu. Akaambia kama mimi nipo hai hilo jambo liweze likatokea, uweze kabisa kuwa na Ola. Baada ya pale mshikaji ikabidi aje kuzungumza na Ola, akamwambia yani nimekukaribisha nyumbani kwangu, unafikiri kwamba unaweza kumchukua dada yangu kirahisi? Akamwambia kabisa kuna machaguo mawili tu, ni either uachane na dada yangu ama uondoke humu ndani, lakini bila hivyo hakuna kitu ambacho kitaendelea. Sasa mshikaji baada ya kujifikiria akawa amekuja kumwambia bro, akamwambia kwamba kwa kweli nimefikiria, lakini siwezi kuachana kabisa na Kemi. Mshikaji akawa amekasirika sana, akamwambia ondoka nyumbani kwangu, sitaki kabisa kukuona, sitaki kabisa nikuone, ninavyosema hivi namaanisha. So mshikaji akawa anamwambia hapana, tunaweza tukazungumza. Hapana cha kuzungumza chochote, nilishakwambia machaguo ni mawili, uachane na Kemi au uendelee kubaki humu ndani. Kwa kuwa umeamua kuendelea na Kemi, basi unaondoka humu ndani kwangu. So mshikaji akawa amehama kweli, lakini mawasiliano kati yake na Kemi akawa yanaendelea, sababu alikuwa na pesa alishajipata, basi akawa amepanga kwenye nyumba nzuri na maisha mengine akawa yanaendelea. Huyo Kemi alikuwa amekuja hapo kumtembelea dada, anapiga makelele kwamba vitunguu vimemwingia machoni, ikabidi jamaa aje haraka hapo kumwangalia. Nini upoje? Akaambia upo salama? Akaambia nipo salama, nilikuwa nakutania tu. So baada ya pale mapenzi kama yote wapo ndani hapo, dada anamwambia kwamba kwa kweli natamani niendelee kukupikia siku zote, natamani kukaa na wewe milele. Sasa simu ilikuwa inaita, brother yake alikuwa anapiga hayo, dada akawa ameifunika simu pale. Akaambia mbona upokee simu? Akaambia anataka kujua kwa nini mpaka muda huu sipo nyumbani, kwa hiyo sitaki nizungumze naye, tanaribia tu mudi yangu. So baada hapo dada akawa amerudi nyumbani. Baada ya kurudi nyumbani hapo mshikaji akawa anamwambia yani kwa nini mpaka muda huu unatembea tembea tu? Akaambia sasa bro, mimi ni mtu mzima, yani kwa nini unanichunga chunga hivi? Akaambia hapana, lazima nikuchunge wewe, upo chini ya himaya yangu, usizanie kwamba kwa sababu tu wewe umekuwa ndio unaweza kufanya vile ambavyo unataka wewe. Sasa baada ya muda huyo sister ikabidi amfuate kaka yake, akamwambia nataka nizungumze na wewe, hivi niambie kuna kitu gani ambacho unakiona ni kibaya kutoka kwa Ola ambacho unafikiri inaweza kunisababishia madhara, ndio maana hutaki niwe naye kwenye mahusiano? Jamaa akasema hapana, Ola ni mtu mzuri sana. Akaambia niambie ukweli, niambie ukweli. Akaambia hamna shida, Ola ni mtu mzuri sana, ila mimi nimekuwa nikihofia kuhusu wewe kwa sababu mahusiano uliyopita ilikuwa nusu ya kuue. Kwa hiyo naona kabisa upo tayari kuingia kwenye mahusiano kwa sasa, na pengine tu nataka kumtumia Ola, ama kitu ambacho unakifeel kwa sasa ni sehemu tu ya kumove on. Kwa dada akamwambia kwa hiyo Ola ni mtu mzuri kabisa? Akaambia ni mtu mzuri. Akawa ametabasamu, ameondoka zake pale. Sasa siku hiyo tunamuona huyo dada Bimbo amekuja nyumbani kwa Ola, akamwambia Ola, nimekuja hapa kwa ajili ya kuzungumza na wewe. Akamwambia Bimbo, unafanya nini hapa? Akamwambia kwa kweli nimekuja kuzungumza naye, naomba unisamehe sana. Akamwambia kwa hiyo baada ya yale yote alafu unakuja tu unatokea hapa unasema nikusamehe? Akamwambia nafahamu nilikukosea, naomba sana. Hasa akawa anamshikashika pale. Wakati ile inaendelea, ghafla tunamuona Kemi akawa amefungua mlango, alikuwa amekuja kwa mpenzi wake, akawa amewakuta wawili, akajua kabisa kwamba mshikaji wake alikuwa anamcheat, wakawa wameondoka pale. Jamaa akawa amejaribu kumfuata, lakini dada ameshatembea zake. Huyo Bimbo akawa anasema jamani, kwa kweli sikuwa nimekuja hapa kwa ajili ya kuharibu mahusiano yako, naomba unisamehe. Akaambia ondoka sasa hivi, sitaki kabisa nikuone. Akamtolea mabegi yake, akamtolea kila kitu, na yeye mwenyewe akamfurusha akaondoka zake. Sasa mshikaji akawa na kazi ya kwanza kuomba
msamaha. Sasa huyo dada Bimbo amekuja kwa rafiki yake akaa analia, amenifukuza jamani, nilienda kwa ajili ya kuomba msamaha ila amenifukuza. Ndio hivyo rafiki yake akawa anamplizi pale, lakini alimwambiaga kwamba mwanaume anayekupenda ni huyo Ola, au wengine unajisumbua tu, watakupa pesa lakini hawatakupa mapenzi ya kweli. Dada amerudi nyumbani, machozi yanamtoka, anaona wanaume wote ni mbwa tu, wanaume wote hawafai kabisa kulumagia. Kaka yake akawa amekuja hapo akawa amemplizi, akamwambia kaka, ulisema ukweli, sikuwa natakiwa kuingia kwenye mahusiano kwa sasa, sikuwa nimekusikiliza. Shikaji huko anapiga simu kama zote lakini simu hazipokelewi. Akawa ametuma voice note pale kwamba ulichokiona sio sawa, yule dada alikuwa ni mpenzi wangu wa zamani, alikuja alikuwa ananiomba msamaha, lakini mimi nakupenda wewe, simuhitaji kabisa. Dada akawa ameendelea huku kuumia, anaumia sana. Mshikaji akaja mpaka ofisini, amekuja hapa kuzungumza na dada, lakini dada akawa amemfukuza, hataki kabisa kumsikia, hataki kabisa kusikia neno kutoka kwake. Lakini baada ya kumfukuza alikuwa anaumia. Sasa kuna siku huyo mshikaji Ola akawa amekuja huko kuzungumza na kaka yake Kemi, lakini amegonga mlango sana, akawa afunguliwi, ikabidi aingie ndani hivyo hivyo. Anamuita Hayo, akamkuta hapo jamaa amedondoka, ikabidi amsaidie, amchukue mpeleke hospitali. Sasa wakati yupo hapo anamwangalia angalia, anamuona dada yake Kemi amekuja, akawa anasema nini kinatokea, mbona yupo hivi? Anamwambia mimi mwenyewe sijui, lakini kwenye siku chache zilizopita alikuwa ni kama mtu ambaye yupo sawa. Baadaye nikaja kugundua kuwa alifunga dili fulani hivi la hela milioni 50, lakini baadaye ikaja kugundulika kuwa zile pesa ametapeliwa. Jamaa alikuwa anafanya nao kazi walikuwa ni matapeli. Kwa hiyo tangu hapo kumbe ndio kitu ambacho kilikuwa kinamfanya aumie ndani kwa ndani, lakini sikujua kama tafikia hali hii. Sasa baada ya hospitali pale na mshikaji kuwa sawa, tunaona hapo wanazungumza kama familia. Jamaa akawasimulia kila kitu ambacho kilitokea kati yake na Bimbo, akawaambia yule dada siku ile alikuja kwa ajili ya kuomba msamaha na sio kama ambavyo Kemi aliona, lakini Kemi hakuwa amenipa nafasi pia ya kujieleza. Kwa hiyo kwa undani kilichotokea kilikuwa ndo hicho. So mshikaji akawa anamwambia kuwa naomba unisamehe kwa sababu nilivuka mipaka. Akamwambia ni kweli, nilikuwa naona umevuka mipaka. Nafikiri mimi nilikuwa nimeoverreact kwa sababu mdogo wangu huyu alikuwa kwenye mahusiano ambayo yalikuwa ni kidogo ya muoe. Kwa hiyo sitaki nimpoteze. Na ndio maana sikuwa nataka kabisa ingie tena kwenye mahusiano. Na nilifikiri wewe kama ndugu yangu ilibidi uzungumze na mimi kwanza kabla ya kuja kwa dada yangu, kuja kumwambia kuwa unampenda. So mshikaji akawa amesimama, akawa amwambia samahani sana, naomba unisamehe. Na haitojirudia tena. Zilikuwa ni emotion zangu tu. Sasa mshikaji huyo Hayo naye akawa amesimama, akamwambia nimekusamehe na ninakushukuru sana kwa kusave maisha yangu. Ile kama usingekuja nyumbani sijui nini kingetokea. Na nikwambie tu nimekupa blessings zangu zote za kuwa na dada yangu. Kuanzia leo nyote wawili muwe pamoja, muishi maisha ya amani na furaha. So baada ya pale kaja kalisogelea jiko, akazungumza maneno matamu, maneno ambayo alimfanya Kemi aendelee kutabasamu, na mwisho wa siku akawa wamekumbatiana. Baada ya pale tunaona hao wawili siku hiyo hapo kwenye gari. Dada akawa anamuuliza mbona umesimamisha gari hapa? Akamwambia nilikuja hapa kuna kitu nataka nitazame, hebu fungua hapo juu. Dada akata amefungua, vitu vikawa vidondoka, na mwisho wa siku tunaona kiboksi cha pete. So mshikaji akawa amemuonesha, akamwambia babe, nataka kuishi maisha yangu yote nikiwa na wewe, kama mama watoto wangu, kama mke wangu, kama msiri wangu na kama wandani wangu. Akamwambia will you marry me? Dada akasema yes of course, nataka niolewe na wewe. So baada ya pale pete ikavishwa na wakakumbatiana, na kuanzia hapo mambo yakaendelea na ndoa ikapita na watoto wakazaliwa kede wa kede. Mimi naitwa Mustafa Mtupa na hii ni Degelarika. Usahau kusubscribe, kucomment, kushare na kulike kadri wezavyo. Mlombi hapa Bigala, mtoto wa mkulima, mwamuzi wakati mvizi.